ya Homa Bay. Simulituona huko, lakini tuna mambo muhimu ambayo tunaona tunaweza tukashirikiana, tukaongea pamoja. Nakuru ni mji mkubwa sana. Nakuru now is the third city, or is it fourth? The fourth city in our country. Nairobi, Mombasa, Kisumu na Nakuru. Kwa hivyo Nakuru wakati tulikuwa wadogo kwa primary school ilikuwa imeodhoreshwa kama the cleanest town in Kenya. The cleanest town. Lakini sasa hayo ni ya zamani za kale. Huku tukiwasubiri tu ili mtulie, tulikuwa tukidhani ile ni cafeteria, tulikuwa nakunywa chai, lakini upata mama anauza samaki. Hata hivyo utatuuzia samaki fulani. Hapa tunaye ndugu Eugene Wamalwa. Wangapi anamkaribisha Nakuru? Hapa tuna ndugu mwingine Mwangi wa Iria, aliyekuwa gavana wa Murang'a. Na hapo kuna seneta wa Kitui anaitwa Wambua. Na pale nyuma kuna kijana anaitwa Mwana Mule, mjumbe kutoka Matungulu, Machakos. Hii timu ilikuwa jana Homa Bay, tukalala Nakuru, tukaona hatuwezi kutoka Nakuru bila kuwasalimia. Mnatukaribisha? Mnatukaribisha tena? Hebu kwanza munipe wiper. Wiper. Mtapatiwa salamu za usawa na za DAP vile vile. Tukiwa kwa mlengo wa Azimio. Jana tukiwa Homa Bay tulikubaliana kwamba hakuna pengo yoyote. Baba anaelekea AU na zote tunamsupport. Hata wale wa Kenya kwanza wanamsupport. Baba amekubalika Kenya nzima, vile vile Afrika nzima. Tumpigie makofi. Lakini hatutaki swala hilo lieleweke vibaya. Hatutaki lieleweke vibaya. Katiba yetu ya 2010 inasema kwamba Kenya shall be a multi-party democracy. Ni lazima kuwe na wale kwa serikali na wapinzani vile vile. Kwa hivyo sisi tumeamua kama Azimio tutaimarisha kwa nguvu zaidi mlengo wetu wa multi-party democracy. Kwa hivyo hakutakuwa na pengo. Kwa mfano, mnajua Wakenya waliandamana kila mahali juu ya maisha magumu, na ndio mimi nikauliza, Nakuru inaonekana umeendelea vizuri sana, hamna njaa. Wangapi wanasema gharama ya maisha bado iko juu zaidi? Wangapi wanasema gharama ya maisha bado iko juu zaidi? Tumekuja kuambia sisi kama wanaazimio hatuwezi kuachilia mbali. Tutasimama na wananchi kuhakikisha kwamba Kenya iko na usawa, Kenya iko na amani, na Wakenya hawataumia. Kwa mfano, mama mboga, mliambiwa hii serikali ni ya mama mboga. Ni serikali ya mama mboga kweli? Mkaambiwa ni serikali ya vijana. Kwa hivyo tumekuja kuambieni msife moyo. Kwa sababu ya ushuru wa ajabu. Wakati uchumi, tunaomba mtusikilize tu. Wakati uchumi uko katika hali mbaya, huwezi kuongeza ushuru. Sasa nitawapa wenzangu wazungumzie swala hilo. Habari ile ya kufurahisha zaidi ni kwamba mkuu wa sheria Kenya, aliyekuwa spika wa bunge Justin Muturi, ametoa final opinion
kwamba ile pesa walikuwa wanakata na walikuwa wananuia hata mama mboga alipize 1.5%, bodaboda 1.5%, kila mtu ushuru, kila mtu ushuru, kugharimia mipango ambayo haijulikani, haieleweki. Serikali haina nia ya kuingilia mambo ya kibinafsi, privatization. Wengine pia wanataka kuprivatize KICC, wanataka kuuza kila kitu, Sisi wasema hatutakaa kitako, ni lazima tutoke, tueleze wananchi bado viongozi wako imara, kukataa maneno ambayo tunaona yanaweza kuangamiza nchi. Kwa hivyo Bwana Muturi amesema ile ushuru, Commissioner General wa KRA ameandikia Muturi barua. Je, mkuu wa sheria, tuzidi kukata hizi pesa ama tuachane nazo? Amepata barua jana kutoka kwa mkuu wa sheria. Vile tulikuwa tumesema, this housing tax is illegal because it is unconstitutional. Inaende kinyume na makadirio ya katiba yetu. Kwa hivyo kutoza wananchi ushuru ambao hauna mpangilio kisheria ni makosa sana. Utaona sasa wananchi, tusema hivi kwa niaba ya wananchi wa Kenya, ile pesa yote mmekusanya kinyume na katiba irudishiwe wananchi. Wangapi anasema irudishe hiyo pesa? Wangapi anasema irudishe hiyo pesa? Wangapi anasema irudishwe? Na tena wakome. Kila mwezi wanakusanya zaidi ya bilioni 64 billion. Na ilikuwa wanataka waongeze hata zaidi. Waongeze. Kina mama huyo anatoa hiyo biashara yake hapa samaki, KRA wanakuja kukuandama ati utoe pesa, utoe ushuru. Tunasema hiyo kome. Wangapi wanasema hiyo maneno kome? Kwa hivyo tunafurahi. Ngoja musikilize ndugu yangu hapa, Mheshimiwa Eugene. Unajua tulikuwa na mpangilio kwamba tukilala Nakuru tutaenda, ataongea ile lugha safi. Tulikuwa tuende tu hapa kwa mahakama ili tupige kura. Sisi ni wanasheria. We are members of the Law Society of Kenya. Na leo tunachaguana uongozi mpya wa LSK. Lakini wakasema lazima mtu arudi mahali alichukulia kura yake. Yangu nilichukulia Supreme Court of Kenya, na lazima nifike huko kabla ya saa 11 station kufungwa, ndio tuchague mawakili viongozi ambao watakubaliana na wawe na ushujaa kama vile Justin Muturi ameonyesha, kukataa maneno ambayo ni unconstitutional. Kwa hivyo hatutaki mawakili ambao wataenda kusalimu amri ya Kenya kwanza. Basi ndugu Eugene Wamalwa,